Lakini zaidi ya yote, katika leo tunapoendelea kujifunza habari za afya, lipo swali ambalo liliulizwa na pia tulijibu jana, lakini leo kuna majibu yake mazuri zaidi pia, habari juu ya yule mtu ambaye ameacha matumizi ya sigara na ili basi asiweze tena kupata madhara, japokuwa yawezekana akapatwa madhara, lakini yako mambo ambayo anaweza akazingatia na akafanya ili basi kuepuka madhara hayo. Jambo ambalo anapaswa kufanya ni kula chakula kilicho bora, kwa maana anapaswa kula matunda na mboga nyingi, hasa zenye vitamini C. Huyu mtu ambaye alikuwa ni mtumiaji wa sigara na akaacha, basi anapaswa ale matunda na mboga na hasa vyenye vitamini C ambayo zinarekebisha seli ya mwili ambazo zimeharibika. Vitamini C hizi na E zinakwenda kurekebisha seli ya mwili zile ambazo zimeharibika. Pia ale chakula chenye omega 3 kama samaki, karanga na mbegu, huimarisha afya ya moyo. Kwa hiyo huyu mtumiaji anaweza kula vyakula vyenye omega 3 kama samaki, kama karanga, mbegu hizi ambazo anaweza akala, ambazo zinaimarisha afya ya moyo. Pia anapaswa epuke vyakula vyenye mafuta mengi, sukari nyingi na vyakula vya kusaga ambavyo vinaweza kuathiri kinga ya mwili. Aepuke vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vyenye sukari nyingi na vyakula vya kukaanga ambavyo vinaweza vikaathiri kinga ya mwili. Jambo lingine ambalo anapaswa kufanya, anywe au anakunywa maji ya kutosha. Anapokunywa maji ya kutosha, maji husaidia kuondoa sumu ya mwili na pia inapunguza hamu ya uvutaji wa sigara anapofanya hivyo. Pia anapaswa kufanya mazoezi mara kwa mara. Na jambo lingine, anapaswa kuepuka vitu vyenye harufu kali kama perfume, mafuta hayo yanapaswa kuyaepuka. Huyu mtumiaji ambaye alikuwa anatumia sigara na sasa ameamua kuacha, basi haya mambo akizingatia yatamsaidia ili kuepuka saratani na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na sigara. Basi leo tunapoenda tunajifunza somo fupi kwa sababu ya muda. Tutajifunza habari ya maji na vinywaji. Maji ni kimiminika muhimu sana kwa afya. Kwa hakika maji ni kimiminika ambacho ni muhimu sana katika afya zetu, na wengi tutasikika tukisema ya kwamba maji ni uhai, na kwa hakika yake ni kweli, maji ni uhai. Ni jambo ambalo halipingiki, kwani bila maji ni kweli kwamba uhai unakuwa matatani, kwani ukitoa hewa, maji ndilo hitaji la juu zaidi ili kudumisha afya bora. Ukitoa hewa safi ambayo tunayovuta, basi maji ndilo hitaji la juu zaidi ambalo linahitajika ili afya zetu ziendelee kuwa imara au afya endelee kuwa bora. Angalia jinsi ambavyo maji ni muhimu katika mwili. Mwili wa mtoto 75% hadi 80% ni maji. Mwili wa mtoto mdogo 75% hadi 80% ni katika mwili wake ni maji, na mwili wa mtu mzima kati ya 70% hadi 75% pia ni maji. Na mtu mwenye uzito wa paundi 198, kati ya hizo paundi 138 ni maji. 85% ya ubongo wako ni maji. 75% ya misuli ni maji. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa mwili wetu unategemea maji au umebeba maji kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kivyovyote vile maji ni uhai kwa mwili wa binadamu. Maji ni afya iliyo bora kwa mwili wa nani? Wa binadamu. Kazi ya maji mwilini ni nini basi? Zipo kazi nyingi za maji katika mwili wa binadamu.
inawezesha usafirishaji wa mwili, inawezesha usafishaji wa mwili kwa njia ya damu. Usafirishaji wa mwili kwa njia ya damu. Maji yanasaidia katika usafirishaji katika mwili wa binadamu kwa njia ya damu. Inalainisha viungo vya mwili kama jointi. Kwa maji pia yanasaidia kulainisha viungo vya mwili kama jointi katika miguu. Kwa maji yanasaidia kulainisha viungo hivyo. Maji yanasaidia usagaji na kufyonzwa kwa chakula. Katika digestion process, maji yanasaidia katika hali hiyo ya usagaji wa chakula na kulainisha chakula. Maji yanasaidia. Kwa hiyo hizo ndizo kazi za maji. Inasaidia kuondoa taka mwili kupitia figo, jasho na choo. Inasaidia kuondoa taka mwili katika mwili wa binadamu kupitia figo, jasho pamoja na choo. Kwa hiyo maji yanasaidia katika kazi hiyo ya kuondoa taka mwili. Pia inarekebisha joto la mwili. Inarekebisha joto la mwili. Kwa maji haya yanasaidia kurekebisha joto la mwili wako. Inaweka uwiano sahihi wa damu. Kwa hiyo maji yanasaidia kuweka uwiano sahihi wa damu katika mwili wako. Kando ya maji halisi, tunaweza kupata maji kwenye matunda na mboga mboga za majani. Unaweza ukatengeneza juisi ya matunda au mboga mboga. Maji pia yanatumika kusafisha mwili kwa nje, kuoga na kuweka mazingira yetu vizuri. Pamoja na maji ambayo tunakunywa kama kimiminika, pia tunaweza tukapata maji kupitia mboga mboga, na pia tunaweza tukapata maji kupitia katika matunda mbalimbali. Na tunaweza tukatengenezea juisi ambazo nayo tunapata kimiminika hicho ambacho ni cha maji. Juisi ya matunda nayo tunapata maji. Lakini pia maji yanatumika katika kusafisha mwili wetu na mazingira yetu yaendelee kuwa nini? Mazuri. Maji ya kunywa ni lazima yawe safi na salama kwa kuchemshwa na kutibiwa kwa dawa zilizothibitishwa kitaalamu na kupitishwa na mamlaka husika za serikali. Maji salama ya kunywa yanapaswa yawe yanachemshwa, na kama si kuchemshwa basi yawe yametibiwa kwa dawa ambazo zimethibitishwa kitaalamu na mamlaka husika za kiserikali. Hayo ndiyo maji salama ambayo tunaweza tukawa tunayatumia kwa ajili ya kunywa, ikiwa tumetumia dawa hizo. Ikiwa tumechemsha maji hayo, basi ni maji salama katika mwili wetu, ili kuepuka kuugua magonjwa mengine ambayo ni magonjwa ambayo yanasababishwa kwa kunywa maji machafu kama kichocho na magonjwa mengine na magonjwa ya tumbo. Matumizi ya maji ya kunywa. Tunakunywaje basi haya maji? Kunywa maji asubuhi lisaa kabla ya kula kitu chochote. Kunywa maji mapema asubuhi lisaa kabla ya kula kitu chochote ni jambo jema. Kisha ukiendelea kunywa maji kwa muda wa siku iliyobakia, glasi 8 hadi 12, kwa maana ya kwamba lita 1.5 hadi lita 2 kwa siku. Ni kiwango cha chini na ni kipimo rahisi kinachohakikisha mkojo wako unakuwa safi wakati wote. Kunywa maji nusu saa au zaidi kabla ya mlo, na lisaa hadi masaa 2 baada ya mlo. Unaweza ukanywa maji nusu saa kabla ya mlo na ukanywa maji masaa 2 baada ya nini? Ya mlo. Tunakuwa na ile tabia ambayo baada ya kula tu unakunywa maji. Hapana, angalau masaa 2 yapite, ndipo ambapo tunapotakiwa tunywe maji. Na kama unaweza kunywa maji lisaa, nusu saa kabla haujala mlo wako, ndipo uende mezani kula mlo. Maji ndicho kinywaji pekee cha muhimu mwilini alichotupatia Mungu Muumbaji kwa ajili ya kudumisha afya zetu. Maji ndicho kinywaji pekee ambacho Mungu ametupatia ambacho kinadumisha au kinaupatia afya mwili wetu. Vingine vyote ni ubunifu tu wa mwanadamu na kuzania kwamba ni viburudisho, lakini ukweli utabaki kwamba vinywaji vingine kando ya maji si salama kwa mwili wako.
vinywaji vingine kando ya maji sio salama kwa mwili wako. Kesho tutajifunza habari ya vinywaji vinavyotoka viwandani, na vinywaji hivyo mara nyingi tumezoea kuona kwamba vimeandikwa ni non alcohol, lakini sio salama katika mwili wako. Tutaona juisi ambazo zimetengenezwa katika viwanda, na kwa hakika tukiambiwa kwamba ni juisi kabisa ya embe, lakini je, kuna siri gani? Kuna ukweli gani kwamba ni juisi ya embe kweli, ni matunda kweli ya embe, au ni kemikali? Kwa hiyo tutajifunza habari ya vitu hivyo, ya juisi hivyo za viwandani na maji hayo, vimiminika hivyo vya viwandani, jinsi ambavyo vimeandikwa ni nani alcohol, lakini sio salama katika mwili wetu. Kwa hiyo kesho tutakapojifunza, naamini ya kwamba tutaelewana vizuri na tutafikia hatua nzuri ambayo tunaweza tukaendelea kutumia maji kama kimiminika ambacho ni salama kwa ajili ya afya zetu. Mungu atubariki katika jioni ya leo. Tusimame na tuombe kwa ajili ya kipindi kingine. Kulingana na muda wetu ni mchache, basi tuahirishe kipindi hiki tuingie katika kipindi kingine. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo tumejifunza kwa hakika somo fupi juu ya habari ya kimiminika ambacho ni maji. Kwa hakika umetupatia kinywaji salama kwa ajili ya mwili wetu, na asilimia kubwa ya mwili wetu umebeba maji. Tunakusihi na tunakuomba Bwana, tunapoendelea kujifunza, uwepo wako uwe pamoja nasi ili tuelewe vyema na tukafanye matengenezo katika unywaji wetu. Rafiki yangu na baba yangu mwema, kipindi kinachofuata ninakabidhi mikononi mwako. Mbariki mtumishi wako anaponena habari za familia, habari za ndoa, basi tukaelewe vyema na tukayafuate maagizo yaliyo mema. Asante maana tumeomba na kuamini, ni katika jina lako Yesu, amina. Bwana awabariki, Bwana awalinde.